Bwana asifiwe. Nikipita changizo wote muhusike muumie. Hapa Dar es Salaam. Pamoja sana. Pamoja sana. Mjini. Yaani mjini watu wakifika hapo wamebadilika. Tena ambao hawaendi kanisani wamebadilika. Nakwambia hivi, watoto wameharibikiwa mno. Naomba wazazi mlioko hapa, watoto wenu waanzie kanisani, wakulie mafundisho ya darasani. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Mama Pita. Naomba wanangu nikukabidhi watoto hapa. Anza kufundisha kama ulikuwa unafundisha mwanangu. Kabisa. Watoto wasipofundishwa tutaambulia matakataka. Kanisa litaondoka. Tunachotamani ni kwamba sisi tunapozeeka, tunapoenda muda wetu, watoto wanachukua nafasi. Sasa kizazi kilichopo kikiingia kwenye mfumo wa .com, kuisha hadithi. Tena watoto wana ujuaji mkubwa sana. Unahubiri hivi wanakuangalia mibati. Mahubiri yenyewe huyu binti anazingua. Yuko kule nje anapiatira tu. Hana habari. Sisi wazee ndio tunakomaa kusikiliza injili kwa sababu tumekulia kwenye injili. Sikia, tumekaa kwenye injili, tumekulia kwenye injili, tumelelewa na injili, lakini vitoto vya leo havitaki injili. Hivi tunavyozungumza viko mtaani. Kwa raha zao. Na nimeshangaa sana, kuna mtoto mmoja nilimtumia message karibu ibadani. Akaniambia, baba, natamani kuja ibadani, lakini baba ni mkali, hataki niingie kabisa. Wewe binti, anapenda wewe wapi? Nikienda tu matembezini huko sawa. Pumbavu huyo mzee. Mtoto wa kike anaenda kanisani na mkataa. Ila kwa mtaani amepita na kasuari kake. Kasuari kamenyinda. Yuko ndani ndio safi. Nilikuwa kwa rafiki yangu. Safi hampigi. Kanisani anampiga. Si shetani wewe? Kabisa. Baba ni shetani wa kwanza, sio yule ambaye tumuone. Baba ni shetani. Kabisa. Unakaacha katoto kadogo kanapita mtaani na suruali. Hutaki kaenda kanisani. Kakienda kanisani unakapokea. Paka nikikuona kesho kanisani na kupiga. Nenda kucheza kwa wenzako. Haya ni maajabu. Ajabu sana. Hawana kitu, matokeo hamna ndani. Sikiliza, watoto wetu watafundishwa na Bwana. Watoto wetu watalindwa na Bwana. Roho Mtakatifu akikaa kwa watoto, tutakuwa salama wazazi. Watoto hawatatuliza baadaye. Watoto watatusaidia baadaye. Watoto watatutia moyo pale tumechoka. Watoto watatushika mkono. Watoto ndio nguvu yetu. Ndio maana wanasema zaa watoto kabla hujazeeka. Uwasomeshe haraka haraka. Utakapotindikiwa tu nguvu na tembelea mkongojo, watoto watakusapoti. Amina. Kuna wengine hatujaandikwa kufa haraka. Amina. Tutazeeka sana tu. Mpaka mkongojo. Alafu watoto wako nao walikuwa hovyo. Ndio hapo wataleta misaada. Wanasema wakishaona tunaenda kusaidia wazee wasiojiweza. Na wewe ukiwepo na watoto wako hawakusaidii, ila na watu wengine wanakusaidia. Kwani wewe ulizani? Ng'ombe. Kama unazaa mtoto lazima kusaidie. Na atakusaidia, mpe maandalizi. Mtoto wa rais ni rais. Mtoto wa waziri ni waziri. Mtoto wa mchungaji ni mchungaji. Mtoto wa mwalimu ni mwalimu. Tunaona leo Tanzania tumepata neema. Rais wa awamu ya pili, Mheshimiwa hayati Mwalimu nani? Dr. nani? Ali Hassan Mwinyi. Amefariki, amekufa, lakini mtoto wake ni rais. Ameandaliwa. Tukimwangalia rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, leo hii mtoto wake ni waziri na ni mbunge. Ameandaliwa. Wewe unamwandaje mtoto wako? Mtoto uko kanisani, wewe mama uko kanisani, mtoto kwenye kigodoro. Na akirudi husemi chochote, umetulia kabisa. Nilikuwa hapa jirani pale kulikuwa kuna kagoma. Mama hujapona kiroho, unakuwa bado umefeli. Baba unakuwa bado umefeli. Hamwezi kumkalisha chini mtoto. Zamani tuliishi kwa raha sana. Mimi nikikosea napigwa na baba wa jirani. Tena napigwa, nikifika nyumbani nalia na ulizo.
Nimepigwa kwa jirani. Ulikuwa unafanya nini? Tumegombana. Mama anakukamata anakanyaga kichwa, unakungutwa. Hakuna pa kukimbilia. Leo apigwe mtoto wako. Mdomo hapa. Kama mandege yale yanaletwa surukuteni. Yale kama samaki yale ya kule. Umepiga mtoto kwa watu. Anafunga hapa. Hujanijua wewe. Unajua uchungu wa mtoto wewe. Hujatoka kwanza anaanza kukushambulia. Unajua uchungu wa mtoto wewe. Unajua ni mzaji. Ulikuwepo leba. Wewe. Una roho wa Mungu kweli? Amemuonya mwanao. Amemsaidia. Siku nyingine harudi, hujui alikutana na ishu gani. Wenda katoto kalianza mambo ya ajabu mtaani kakiwa kadogo, amekaonya kakapiga, usiingia makapiga. Nako katoto kanajua kabisa mama yangu ni wembe ambao nakata sehemu zote. Kwa hiyo nikifika pale naongeza sauti nikiwa mlangoni. Watoto wanachonganisha, kakisogea tu kakiona mama yule ndio kanazama rohoni, kanakakamia. Basi wewe mama nafura. Baba anatoka pale, unadumizia mwanangu. Mnaanza kuzicheza na mwanaume mwenzako. Hamna Roho Mtakatifu. Zamani wa baba, sisi tulikuwa tunapigwa na baba wa watu. Akikuona unacheza mahali, anakuambia mtoto, "Jo, wewe si mtoto fulani. Sasa unafanya nini hapa?" Jo, anachukua kifipo kwenye miguu chako, unatoka na kimbia. Uende hata nyumbani. Ukienda nyumbani, kuna kichapo tena. Alafu anawasiliana. Anakwambia afadhali bwana. Ukimwona tena piga. Ukimwona tena narudia piga huo mchezo. Tuliishi maisha ya raha. Safi kabisa, tunaleleana watoto. Leo tulee mtoto wa mwenzako. Ulichangia nini? Hatari. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kweli yote itatusaidia sisi kuishi maisha ya raha.